ndugu zetu mahujaji ambao mnatarajiwa kufanya hija katika mwaka huu 1447 biidhnillah. Kila mtu anajua kwamba yuko katika mji wa Madina, na tumshukuru Allah jalla wa ala kwa kutoa katika mji wetu wa Zanzibar na kutufikisha hapa tokea siku ya Jumatano. Sasa hivi tunaanza ziara zetu. Kabla ya kuanza, tuko katika chombo hichi, kwa hiyo kila mtu ajitahidi kumwomba Allah tabaraka wa taala kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha katika dua ya kupanda chombo, na tutawakal kwa Allah, tutegemee kwamba Allah atatupeleka safari yetu katika hali iliyokuwa njema, hali ya salama na amani. Na ziara yetu itaanzia Masjidi Quba, na tulieleza katika semina zetu ambazo zilizopita utukufu au mazia yale ambayo yapo katika msikiti huu Masjidi Quba, msikiti ambao ni msikiti wa mwanzo kabisa baada ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kuja Madina, kaasisiwa huo na Masjidi usisa ala taqwa haqqun min awwal yawm haqqan an taquma fihi, msikiti ambao uliasisiwa katika ile siku ya mwanzo kabisa. Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, asiwe una haki zaidi kusimama katika msikiti huo, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, katika msikiti huo kuna watu ambao wanapenda wao kujitoharisha, kwa maana kuepukana na shirki, kuepukana na maasi, na Allah yeye anawapenda wale ambao wenye kujitoharisha. Wanachuoni wakaigawa tohara katika kismaini, katika vigawanyo viwili. Cha kwanza ni kigawanyo cha tohara ya kiwiliwili, na ya pili au tohara ya kwanza ni kigawanyo cha tohara ya moyo, taharatul qalb, tahara ya moyo, maana kumwamini Allah tabaraka wa taala, kuwa msafi, kumtakasia Allah dini yake, kuwa na tauhidi. Kadhalika taharatul badan, tahara ya kiwiliwili. Kwa hiyo waumini ambao walikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati huo, masahaba walikuwa wao, Allah alizichungulia nyoyo zao, aliwaona na akawataja kwa sifa hii, fihi rijalun, yani kuna wanaume au kuna watu ambao yuhibbuna an yatatahharu, wanapenda wao kujitaharisha, kwa maana kuepukana na shirki na kufanya yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameyaridhia. Na Allah anawapenda watu wa namna hiyo, watu ambao wenye kujitaharisha. Kwa hiyo tunaelekea Masjidi Quba. Kadhalika wana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupa maelezo ambayo yamepokelewa na sahaba katika hadithi ambayo inazungumzia Abdullah bin Umar, anasema man tawadha fi baitihi thumma ata ila Masjidi Quba, yule ambaye atakayejitoharisha kutoka katika nyumba yake kisha akauendea Masjidi Quba, thumma salla fihi salat, thumma kisha akasali sala ndani yake, basi ujira wake unakuwa kama kwamba amefanya umra, au kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo utakapofika katika Masjidi Quba, maelezo mengine yatatolewa na watu wajitahidi kulifanyia kazi ile jambo la kusali rakaa mbili, na mtu akipata nafasi asali zaidi ya hizo mbili. Tutatoa maelezo inshallah tutakapofika. Na baada ya kutoka Masjidi Quba, ziara yetu itaendelea Masjidi Qiblatain. Kadhalika tutakwenda Mlima Uhdi. Hii ni ziara ya kuonyesha maeneo matukufu katika mji huu wa Madina, mji ambao Mtume sallallahu ameuishi takriban kwa miaka 10 baada ya hijra yake, baada ya kutoka Maka ambako amekaa karibu miaka 13 ya utume, kisha akaja katika mji huu wa Madina mpaka kufa kwake. Kwa hiyo tupasa tuzingatie katika ziara hii kwamba hapa wamepita watu, wamepita Mtume sallallahu, wamepita masahaba zake,
ambao ni nembo katika huu Uislamu ambao tuko nao sisi sasa hivi, ambao wao kwa sababu yao wao wakatufikia sisi. Kwa maelezo haya machache, insha Allah basi maelezo mengine yatakuja biidhnillah pale tutakapofika katika maeneo hayo tofauti tofauti ambayo tunaendelea. Allah barik na Allah sisi. Kwa hiyo dua ya kipando kusema subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladhi la ilaha illa anta qad zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah tufanyie pesa wa safari na kuikamilisha ziara yetu hii katika hali ambayo ilikuwa nzuri, na ndani yake ikawa au iwe ni yenye mazingatio katika kuzingatia katika sehemu hizi za historia ambazo tunazozitembelea. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia hizi sehemu ambazo tunazoziendea, kwa sababu sehemu hizo katika Uislamu kuna mafundisho makubwa sana, na ukisoma kutubu tarikh, vitabu vya tarehe, utayakuta hayo na utayasoma haya ambayo sisi tunakwenda kuangalia katika haya maeneo. Kwa hiyo kiwa kwamba ulisoma katika vitabu, sasa leo unakwenda kuona katika haya maeneo kwamba hii ndio sehemu fulani ambayo nilikuwa nikisoma tu katika vitabu, na hii ni sehemu fulani ambayo nilikuwa nikisoma tu, na hii ni sehemu fulani ambayo nilikuwa nikisoma tu katika vitabu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuyazingatia kiutendaji kabisa. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kama ambavyo maelezo yalivyokuwa imetangulia kutolewa na Sheikh Omar kuhusiana na kwamba ziara yetu imeanza, na tumeanza katika msikiti huu wa Quba, na tumeelezwa fadhila zake kwamba ukiswali rakaa 2 tu katika msikiti huu thawabu zake sasa na thawabu za kuwa umefanya ibada ya umra. Kwa hiyo ukipata rakaa 2 swali, ukimaliza 2 unaweza kuswali nyingine 2, ukimaliza 2 kwa chache japo upate rakaa 4 au 6. Tumefahamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kule katika msikiti wa Madina kule alikuwa akitoka, kama hadithi ambavyo Shomar alivyokuwa ameashiria kwamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaati masjida Qubai, alikuwa akija katika msikiti wa Quba, fasalla fihi rak'atayn, uswali katika msikiti huu rakaa 2. Na katika baadhi ya riwaya kwamba kana yati masjidi Quba rakiban wa mashia, wakati mwingine akitoka kule hali ya kuwa amepanda kipando kama sisi tulivyopanda, na wakati mwingine akija kwa mguu. Wanasema wanachuoni hii kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kule katika msikiti kule msikiti wa Madina kuja zake kuja kuutembelea huu msikiti Masjid Quba, yote inaonyesha kwamba huu msikiti una fadhila ambayo ilikuwa kubwa. Lakini vile vile tufahamu kwamba ndo msikiti wa mwanzo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Maka akaujenga msikiti huu. Kwa hiyo ni msikiti ambao una historia katika Uislamu, lakini vile vile ni msikiti ambao una fadhila. Kwa hiyo ukiingia humo ndani usiwe wewe kama wale ambao wakiingia ndani wanashughulika na mambo ya kupiga picha, yani hawakusudii kuzipata zile fadhila. Kwa hiyo tukiingia ndani sisi tujitahidi kwamba tuswali rakaa 2, ukimaliza 2 tuwa salamu, swali 2 tena, tuwa salamu, swali 2 tena, lakini tusichukue dakika nyingi. Tumefahamiana na zitaashiriwa. Lakini kwamba chengine vile vile kwa wale ambao walitoka hotelini hali ya kuwa wana udhu, basi wataingia msikitini moja kwa moja. Na mtu ikiwa kwamba amefika hapa anajisikia kwamba kutaka kwenda chooni, asione tabu kusema, aseme. Tumefahamu? Maana yake kuna siku moja tu kwenda msikiti mmoja na vitu kama hivyo ikapelekea mtu mwingine kujisaidia ndani ya msikiti, yaani mikojo ikamtoka. Kwa hiyo mtu aseme kwamba anajisikia kwamba najisikia kwenda chooni, kwa hiyo aseme, viongozi watamuelekeza kwamba vyoo viko wapi ili jambo letu lipate kwenda vizuri. Lakini Shoba ataongezea zaidi. Kuongezea kwamba tutatumia sizidi dakika 15, jitahidini, kwa sababu safari bado zinaendelea na tunataka tumalize safari
swala ya dhuhuri tukaisali Masjidi Nabawi. Kwa hiyo tujitahidini pia. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika kuhusiana na msikiti huu kwamba Mtume amesema na kuonyesha kwamba nidhamu hasa mtu ajitoarishe nyumbani, na nyumbani panazingatiwa kwamba ni ile sehemu ambayo mtu aliyokuwa amefikia, kwa maana hotelini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo anasimulia sahaba wake Abdullah ibn Umar kwamba Mtume alayhi salatu wassalam amesema, man tatahhara fi baitihi, yeyote ambaye atakijitaharisha nyumbani kwake, thumma ata masjid Quba, kisha akenda masjid Quba, fasalla fihi salatan, akaswali ndani yake swala ima rakaa 2 au rakaa 3, kana lahu ka ajri umrah, inakuwa kwake ni kama kwamba amefanya ibada ya umra, na kwa kama kwamba yeye amefanya ibada ya umra. Katika baadhi ya riwaya imekuja salatu fi masjid Quba ka umratin, swala ambayo itakaswaliwa katika masjid Quba ni sawa sawa kwamba kama mtu ambaye alikuwa amefanya ibada ya umra. Kwa hiyo ni jambo ambalo la kujihimiza na kuswali katika msikiti huo na kufanya ibada katika msikiti huu. Kwa hiyo ni muhimu sana tusipitwe na fadhila hizo. Fadhila zake kutufikisha kuja katika msikiti huu wa Masjid Quba na kuona alama miongoni mwa alama muhimu sana za Uislamu, kama ambavyo tumeelezea kwamba huu ni msikiti wa mwanzo kabisa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hijra, basi alifika pahala hapa na ukaasisiwa msikiti huo. Kwa hiyo tumeswali hapa, kila mtu aliswali rakaa 2, alipata wasa kazidi zaidi ya hapo, alhamdulillah. Kwa hiyo tunaondoka sasa hivi hapa, tunaelekea au ziara yetu inaelekea katika Masjidi Qiblatain na kwingineko inshallah, ambako tunakusudia kwenda, na maelezo mengine yatatolewa na shekhe wetu Sheikh Muhammad Hassan Ahmad bin Qom Az-Zinjibar. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum.